Daudi alikuwa kijana wa miaka 26, mvuvi maskini aliyeishi pembezoni mwa bahari katika eneo lenye fukwe nzuri, milima ya kijani, mito inaukatiza mabonde na upepo mwanana uliobeba harufu ya chumvi ya bahari. Alikuwa mtanashati, mwenye mwili wa mazoezi uliotokana na kazi ngumu ya uvuvi na mafunzo ya kujilinda aliyojifunza kwa miaka mingi. Sura yake ya asili ya Kiafrika ikionyesha ujasiri na utu, ingawa maisha hayakuwa yamempa chochote zaidi ya mapambano ya kila siku. Moyo wake ulikuwa bado safi na ulijaa huruma. Usiku mmoja alipokuwa baharini peke yake akivua, alisikia kilio cha ajabu kilichochanganyika na mawimbi, kilio kilichomvuta kufuata sauti hiyo hadi alipomkuta mwanamke akielea juu ya maji, amejeruhiwa vibaya kana kwamba alikuwa ametoka mikononi mwa watu katili. Bila kusita, Daudi alimvuta ndani ya mashua yake na kumpeleka kwenye pango dogo alilolifahamu karibu na fukwe, akimhudumia kwa uangalifu bila kujua kuwa alikuwa ameingilia siri kubwa ya bahari. Mwanamke huyo alipozinduka, alijitambulisha kama Mary, akiwa mzuri kupita maelezo, macho yake yakibeba hofu ya muda mrefu. Na siku zilivyopita, Daudi alianza kugundua mambo yasiyo ya kawaida juu yake. Alipona haraka, alionekana kujua mambo kabla hayajatokea, na usiku mmoja mvua iliponyesha ghafla, maji yakamgusa Mary, na mbele ya macho ya Daudi, miguu yake ikageuka mkia wa samaki, ngozi yake ikang'aa kama lulu. Ndipo ukweli ukajidhihirisha kwamba Mary alikuwa nguva mwenye uwezo wa kubadilika maumbile. Badala ya kukimbia, Daudi alibaki, moyo wake ukichagua upendo badala ya hofu, na hapo ndipo uhusiano wao ulianza kukua polepole kupitia maongezi ya usiku ufukweni, ukimya wa kutazamana na hisia za mapenzi yaliyokatazwa kati ya bahari na nchi kavu. Hata hivyo, hatari ilikuwa inawavizia kwa sababu kulikuwepo na kundi la wawindaji wa nguva lililoongozwa na Dax, mtu katili aliyekuwa anaamini kuwa mafuta, mifupa na mawe ya thamani yaliyokuwa ndani ya miili ya nguva yalikuwa njia ya utajiri wa haraka, na genge lake lilikuwa halina huruma, likitumia silaha za moto na mapanga bila kufikiria. Dax alipopata habari za uwepo wa Mary, mateso yakaanza. Daudi akilazimika kupambana mara kwa mara kuokoa Mary na wengine wa jamii ya nguva, akijeruhiwa lakini kila mara akiponywa na Mary kwa nguvu zake za ajabu, mapenzi yao yakizidi kuwa ya kina kwa sababu yalijengwa juu ya kujitoa mhanga. Ingawa udhaifu wa Daudi ulikuwa wazi, alimpenda Mary kiasi cha kuwa tayari kufa kwa ajili yake. Hatimaye, kupitia usaliti wa mmoja wa wavuvi wa kijiji, Mary alitekwa na kupelekwa kwa Dax aliyepanga kumuua hadharani ili kupata utajiri na kueneza hofu. Lakini Daudi hakusubiri msaada, alijitosa peke yake katika usiku wa dhoruba kali ambapo bahari na nchi kavu zilionekana kushuhudia mapambano ya mwisho. Licha ya kuwa maadau walikuwa wengi, walishindwa kwa sababu hawakutumia akili, Daudi akitumia ujanja, ujasiri na uzoefu wake wa mapigano kuwashinda mmoja baada ya mwingine. Na katika vurugo hiyo, Dax alipoteza macho yake na kubaki mlemavu, akiacha genge lake likitawanyika kwa hofu na aibu. Baada ya ushindi huo, Mary alimpeleka Daudi kwenye kina cha bahari na kumkabidhi hazina kale ya jamii ya nguva, mawe ya thamani na dhahabu zilizokuwa zimefichwa kwa vizazi mingi, si kama malipo, bali kama zawadi ya upendo na uaminifu wake. Na Daudi akawa tajiri, lakini hakusahau alikotoka. Akatumia utajiri huo kuboresha maisha ya jamii, kujenga bandari salama, kulinda bahari dhidi ya uwindaji haramu na kuishi kwa haki. Mary, akiwa kiumbe wa bahari na nchi kavu, aliendelea kuishi kati ya dunia mbili, na ingawa maisha yao hayakuwa rahisi, walijua kuwa bahari inaweza kutenganisha miili yao mara kwa mara, lakini hainge kamwe kushinda penzi lao, kwa sababu upendo wao ulikuwa umejengwa si juu ya mali wala maumbile, bali juu ya moyo uliochagua kupenda bila hofu.